Karibuni katika darasa huru la Injili, tayari kujifunza neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya 4 ya kuichunguza Biblia au kuifahamu Biblia. Lengo la darasa hili ni kujifunza hata kumjua sana mwana wa Mungu. Pili, kujifunza neno la Mungu mpaka kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Lengo la 3 ni kukua mpaka Kristo aumbike katika mioyo yetu. Lakini lengo la 4 kwa umuhimu ni kusoma neno la Mungu na kulitafakari kila siku ili kuyachunguza maandiko yaliyosemwa kama ndivyo yalivyo. Mwisho wa darasa hili usisahau kusubscribe, comment, kushare na kulike, na Mungu atakubariki. Kichwa tunachokwenda nacho ni huwezi kumjua sana mwana wa Mungu kama huijui Biblia kwa ujumla wake na tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kichwa cha habari hiki tumekitafakari katika vichwa vidogo vidogo 4 sasa, leo ikiwa ni siku ya 4. Lakini siku ya kwanza hiki kichwa kikubwa tulijadili Biblia ni ya ajabu, au tuliona maajabu mbalimbali ya Biblia. Siku iliyofuata tukajifunza Biblia ni maagano 7. Biblia ina maagano 7, ambapo katika siku hiyo tulijadili maagano 6, na siku ya 3 tukajadili agano la 7 ambalo ni Agano Jipya. Tukaona maana ya Agano Jipya na mambo mbalimbali. Leo siku ya 4 tunataka tutafakari tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya katika Biblia moja. Tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya kibiblia. Kama Mkristo ni vema kufahamu tofauti ya maagano haya. Ni lazima kufahamu tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya, kwa sababu sio dhambi. Kufahamu tofauti sio dhambi. Kufahamu mrefu na mtu mfupi sio dhambi. Kufahamu nani mweupe na nani mweusi sio dhambi. Kufahamu mwenye mapengo na mwenye meno yote, hiyo tofauti sio dhambi. Hata majina tunapewa ili kutofautisha. Tunamwita Paulo ili kumtofautisha na Athumani, au anapewa Athumani kutofautisha na Abdala, au anapewa jina Joni ili kutofautisha na Paulo. Kwa hiyo majina wanapewa wanadamu na vitu mahali ili kuweza kutofautisha. Linapoitwa Agano la Kale na lingine likaitwa jina jingine likaitwa Agano Jipya, hayo majina peke yake tayari ni tofauti. Ni agano ndio la kale, ni agano ndio jipya, yote ni maagano, lakini yana majina na ubini wake yanakuwa ambao unatumika kutofautisha. Kwa hiyo majina yapo ili kutofautisha. Maagano yamepewa majina ili kuyatofautisha, kwa sababu yana tofauti. Ukishindwa kutofautisha utafananisha. Hiyo ndio tatizo sasa, changamoto iliyopo. Kama utashindwa kuyatofautisha haya maagano, maana yake utayafananisha. Utaona yote ni kitu kimoja, utaona yote yanafanana, yote yanaongea ujumbe mmoja. Lakini ukiyatofautisha, maana yake umetambua uwezo wa kutofautisha ni uwezo mkubwa wa kufahamu. Wataalamu wanasema wanaume wana tatizo la kutofautisha rangi. Wakina mama wako vizuri kwenye rangi, wanatambua rangi vizuri sana, lakini wanaume kisayansi wana tatizo la kutofautisha
wana ulemavu huo. Hali kadhalika katika kanisa kuna Wakristo wenye ulemavu ambao hawawezi kutofautisha Agano la Kale na Agano Jipya. Wanaona yote ni sawa, yote yana ujumbe unaofanana, yote yanawahusu. Huo ni ulemavu, na ndio kitu kimojawapo kilichosababisha kanisa lisiweze kukua. Kufananisha au kutofautisha au kufananisha, kuona kitu ni kimoja, vitu ambavyo ni tofauti ni kitu kimoja, huo ni ulemavu. Rangi mbili tofauti kuziona ni sawa ni kichekesho, kwa sababu nyeupe ukaiona ni sawa na nyeupe na ni nyeusi au njano, hicho ni kichekesho na inaonyesha mtu huyo ana udhaifu fulani. Kujua au kutofautisha ni uwezo mkubwa sana wa kufahamu. Mtu ambaye anajua kitu na kutofautisha vitu ambavyo havifanani, huo ni uwezo mkubwa wa kufahamu. Ukisema mrefu, maana yake yuko mfupi. Ukisema mweupe, maana yake huyo mweupe umemtambuaje? Si ni vile kuna mweusi? Kusema la kale lipo jipya, na hiyo ndio tofauti. Ukisema tu la kale, maana yake liko jipya. Ukitambua jipya, tayari umeshatofautisha. Ni kosa kubwa kama Mkristo hataona tofauti iliyopo au tofauti ya maagano yanayomhusu, kisa tu yapo kwenye Biblia moja. Kwa sababu yako kwenye Biblia moja, unashindwa kutofautisha, na unaona kutofautisha ni dhambi. Ni vyema kujua kuwa Agano la Kale lilitegemea sheria, tofauti mojawapo, na matendo, sheria na matendo ya sheria au Torati. Lakini Agano Jipya limetegemea neema ya Mungu na imani kwa Yesu Kristo. Waebrania sura ya 2 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Hii ni Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kanisa, wa Kristo wanapomwamini Yesu wanaokolewa, si kwa kutimiza sheria. Ni kwa neema, kwa njia ya imani. Sasa kama umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala si kwa matendo unayaingiza ya nini? Torati unaitoa wapi kwenye neema? Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 1 asema, Musa akawaita Israeli wote akawaambia, enyi Israeli, sikieni amri na hukumu ninanazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu. Bwana hakufanya agano hilo na baba zetu, bali na sisi, yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Musa anawaeleza wana Israeli akiwakumbusha kwamba hili agano halikuwahusu baba zetu, linatuhusu sisi Israeli tulioko hai leo. Kumbukumbu la Torati 30:11 anasema, kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo ni mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya, wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme ni nani atakayevuka bahari, hata atuletee, aje tuyatambue, tuisikie, tupate kuyafanya. Lakini
neno likaribu nawe sana, likatika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Hao ni wana Israeli wanaeleza kuepuka kuchanganya sheria na neema. Ni muhimu sana kutofautisha, ili tusije tukaingia kwenye mtego wa kuichanganya sheria na neema. Na Wakristo wengi kwa kuogopa kutofautisha haya maagano, Ukristo wao una dosari, kwa sababu una mseto, umechanganya sheria na neema. Ni mafuta na maji, haviwezi kuchanganyika. Na ndio maana Wakristo wengi hawakui kiroho. Upako hamna, upako hauonekani, kwa sababu wameshindwa kutofautisha kati ya agano la kale na agano jipya. Hivyo neema na sheria vimechanganyika, na hili ni kosa kubwa kwa kanisa, na hili ni kosa kubwa ambalo Mungu analiona kwa kanisa, na hii ni mbinu ya adui ili usikue kiroho, ili usifikie kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Unachanganya sheria na neema. Haiwezekani. Haya ni maagano mawili tofauti yaliyohusu watu tofauti wa mazingira tofauti, kama tutakavyoona baadaye. Kitu kingine, kujua kuwa Yesu Kristo ni mjumbe wa agano jipya, tofauti na Musa ambaye ni mjumbe wa agano la kale. Mjumbe ni mpatanishi. Ukiyachanganya haya maagano, sasa mjumbe wako wewe atakuwa ni nani? Ni Musa au Yesu? Kama wewe ni Mkristo, maana yake mjumbe wako wewe au mpatanishi wako wewe ni Yesu. Kama yeye ni Yesu, Musa hana nafasi. Waebrania sura ya 9 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, na kwa sababu hii Yesu ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika na kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Hii ni faida moja kubwa sana, kujua tofauti ya agano la kale na agano jipya, ili uweze kujua agano lako wewe ni lipi. Huwezi ukawa na maagano mawili. Mbona una ndoa moja? Huna maagano ya wanawake wawili, huna maagano ya wanaume wawili, una mume mmoja kibiblia. Kama ni hivyo, huwezi kuishi na maagano ya watu wawili. Ndivyo ilivyo kwa Mungu katika Biblia. Huwezi ukawa na maagano mawili, haiwezekani. Kama wewe ni wa agano jipya, baki kwenye agano jipya. Mwisho wa somo hili tutajifunza agano la kale tunapaswa kulitumiaje. Maana unaweza kufikiri kwamba kuna namna anaweza kutusaidia kumjua Yesu Kristo kwa undani, kwamba ndiye Kristo. Hili ni jawabu kubwa sana. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Warumi 8:1 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru, bali na sheria ya dhambi na mauti. Mungu atusaidie ili tuweze kujua tofauti ya agano jipya na agano la kale. Mimi nataka tupitie tu sasa tofauti zilizopo. Ziko tofauti kama 10 hivi, na naomba Mungu anisaidie ili kuweza kupita zote, hata kama ni kwa ufupi, ili zile ambazo nitaachilia utapata assignment ya kuzifanyia kazi, kuzifuatilia kama watu wa Beroya. Tofauti ya kwanza ya agano la kale na agano jipya. Tofauti ya kwanza, waasisi wa maagano haya ni tofauti, na sera walizozibeba ni tofauti kwa watu tofauti. Waasisi wa maagano haya ni tofauti, sera walizobeba ni tofauti kwa watu tofauti. Tunasoma maneno haya katika Yohana sura ya 1 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja
kwa mkono wa Yesu Kristo. Torati ni Musa kwa Wayahudi. Yesu ni neema kwa watu wote, kwa mataifa na watu wote. Tunaona hapa kwamba Agano la Kale ni Musa na Torati. Hili ni agano walilopewa Israeli na mataifa. Ilikuwa kama ziada tu, halikuwa husu. Wamepewa Israeli, na katika agano hili mataifa yaliyobakia walibaguliwa, hawakuwa na Mungu duniani. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, Musa akawaita Israeli wote akawaambia, enyi Israeli, sikieni amri na hukumu zinenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Agano hili ulikuwa ni mpango ambao wanadamu walikabidhiwa ili kumtafuta Mungu kwa kujitahidi, kwa kutimiza Torati, sheria, kanuni na taratibu. Musa, njia aliyokuwa anaitumia katika lile agano ni sheria au Torati. Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Torati, sheria za Mungu, amri 10, masharti na hukumu zilitolewa ili iwe kama njia ambayo wanadamu watapata haki, kitu ambacho hakikusaidia. Katika Warumi sura ya 3 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, kwa matendo ya sheria hakuna atakayehesabiwa haki. Hakuna. Na hii ndio udhaifu mmojawapo ambao ulijitokeza katika agano lile, kwamba hakuna ambaye aliweza kuhesabiwa haki kwa ajili ya matendo ya sheria. Lakini Wakristo, watu wanaomwamini Yesu, wanaamini sheria zilitimizwa na Kristo, ziliishia kule. Yesu alipokuja akazitimiza hizo sheria kwa ajili yetu. Hivyo njia ya wokovu sio sheria tena, sio Torati tena, sio kushika amri tena. Kuna badiliko limefanyika kutoka la kale kuja jipya. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kuitangua bali kuitimiliza. Fulfillment, kuitimiliza, kuitekeleza kwa niaba yetu. Yesu alitekeleza kwa niaba yetu. Ukisoma Luka sura ya 24 mstari wa 44, unaona Yesu anapohitimisha kazi yake anaeleza sambamba na mstari huu. Warumi 6:18 anasema, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi ambao mko katika Kristo, mnaomwamini Kristo. Dhambi haitawatawala ninyi. Kwa nini? Anasema kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Agano jipya lilipokuja limeleta neema. Ile neema ikaondoa nafasi ya sheria. Sheria ikawa haitumiki tena kumpatia mtu haki. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 9 asema, mkifahamu neno hili, ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki, bali waasi, wasio na utaratibu, makafiri, wenye dhambi, wanajisi, wasiomcha Mungu, wapigao baba zao, wapigao mama zao, na wauaji. Sheria ndio inawahusu. Kama wewe ni mtu wa haki, sheria haina kazi. Itakukamata saa ngapi kukuonyesha dhambi yako kwamba iko ni hii? Agano jipya ni Kristo na neema. Agano la kale ni Musa na Torati. Agano jipya ni Kristo na neema. Hii
Hili ni agano walilopewa mataifa na Israeli, wale ambao wanakubali, ingawaje si zaidi, lakini agano hili wamepewa mataifa na Israeli ni subsidiary. Agano jipya ni agano letu sisi, sio Wayahudi. Wakiokoka, wakimwamini Yesu sawa, wanaokoka, lakini walio wengi wamemkataa Yesu. Lakini neno la Mungu linasema katika Waebrania, katika Warumi sura ya 11 mstari wa 11, nitaenda mpaka wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: basi nasema, je, hao Wayahudi walijikwaa hata waanguke kabisa? Hasha! Lakini kwa kosa lao wokovu umewafikia mataifa, ili wao wenyewe watiwe wivu. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu, na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Lakini nasema na ninyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadiri nilivyo mtume wa watu wa mataifa, na itukuza huduma iliyo yangu. Paulo anaeleza hapa kabisa kwamba Wayahudi walipomkataa Yesu, Mungu aligeukia kwa mataifa. Kwa kukataa kwao kumetusaidia sisi mataifa kupata wokovu, Na hii ndio tofauti kubwa, kwamba agano la kale lilihusu Israeli peke yake. Kwa hiyo anayejipendekeza hapo anajipendekeza, wala hakuna Israeli wa kiroho. Hakuna mahali popote kwenye Biblia pameandikwa kwamba kama wewe sio Mwisraeli wa mwili, wewe basi utakuwa Mwisraeli wa kiroho. Hicho kitu hakipo. Mataifa ambao katika agano lile la kwanza hawakuwemo, hawakuhesabiwa, hawakutambulika, Mungu amewaletea agano lao mataifa, ili kwa kumwamini Yesu wapate wokovu. Yesu njia ya mahusiano ya neema. Yesu ndiye aliyetuletea neema kwa ajili ya kutuokoa. Ukisoma katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Mataifa tunapata msamaha wa dhambi. Hata kama umetenda dhambi, ukimwamini Yesu na kutubu dhambi zako, unasamehewa, unakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Hili ni agano letu, tunapaswa kuliamini, tunapaswa kulitegemea. Tusijipendekeze katika maagano ambayo hayatuhusu. Agano la Musa lilihusu sheria. Agano la Yesu linahusu wokovu. Agano la Yesu linahusu msamaha. Agano la Musa linahusu masharti. Yesu agano lake linahusu mahusiano mapya. Mungu anakuwa baba yetu. Musa mwenyewe mapema alijitetea mwanzoni kabisa kwamba atakuja kutokea nabii mwingine ambaye atafanana na yeye, atabeba agano kama alivyobeba yeye, atakuwa mjumbe wa agano kama alivyo mjumbe yeye. Akasema, jamani, huyo nabii anayekuja atatokea miongoni mwenu kama mimi, msikilizeni yeye, msinisikilize mimi. Na hiyo ni tofauti kubwa ambalo Musa anajikung'uta. Tunasoma maneno hayo na kujitokeza katika agano jipya katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye, msikilizeni yeye. Musa mwenyewe mwenye hilo agano, kwamba kwa muda nashikilia hili agano la sheria, la Torati, la amri, lakini atakuja nabii mwingine kama mimi miongoni mwenu, kama mimi atatokea nabii, msikilizeni yeye. Na hili andiko la Kumbukumbu Paulo alikuja kulinukuu katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 22 hadi wa 23. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana Musa
kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulie nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikilizeni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake, wote walinena, walihubiri habari za siku hizi. Manabii wengi walinena kwa habari ya siku hizi, lakini nabii Musa alitabia mapema kabisa kwamba Mungu atawaondokeshea nabii kama mimi. Msikilizeni yeye atakapokuja, acheni kunisikiliza mimi, msikilizeni yeye. Lakini watu bado ni wakaidi, wanamsikiliza Musa kuliko Yesu, wanamjifunza Musa kuliko Yesu. Yesu aliyesema kwamba mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, jitieni nira yangu. Sasa watu wanajitia nira ya Musa. Ni vitu vya ajabu sana. Stefano pia alinukuu huo mstari katika Matendo ya Mitume sura ya 7. Anasema kwa maana Musa kweli alisema kwamba Mungu wenu atawainukia nabii kati ya ndugu zenu. Ni ile ile, lakini anyway, Mathayo sura ya 17 mstari wa 5, Mungu mwenyewe naye alikiri. Mathayo sura ya 17 mstari wa 5 anasema, alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Hata Mungu mwenyewe alimthibitisha Yesu kwamba tunapaswa kumsikiliza. Katika Ukristo wako, nani unamsikiliza? Unasikiliza Agano la Kale au unasikiliza Agano Jipya? Unamsikiliza Musa au unamsikiliza Yesu? Na unafikiri unafanya sawa? Unafikiri unafanya sawa? Unavyomsikiliza Musa, unafikiri unatimiza maandiko? Au kwa sababu Agano la Kale na Agano Jipya hujajua tofauti yake? Lakini mkumbuke kwamba Torati muda wake umepita, imefanya kazi yake kwa watu wake na imepita. Ukisoma katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 24 anasema hivi, hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili kuhesabiwa haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo chini ya sheria, chini ya kiongozi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Labda kama wewe bado ni Myahudi, maana tuna Wakristo wengine ambao ni Wakristo kwa jina, lakini utendaji wao na imani yao ni Kiyahudi zaidi, kwa kutimiza Torati, sheria na taratibu. Wanafikiri lile agano linawahusu. Tuelewe, Agano Jipya ni kwa ajili yetu mataifa. Agano la Kale lilikuja kwa ajili ya Israeli, na hakuna Israeli wa kiroho kwamba mimi sasa na unajipendekeza mpaka unajibatiza jina unakuwa Israeli wa kiroho. Achana na hizo, utaikosa mbingu ndugu. Yesu Kristo kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki ndiye Bwana, ndiye Mwokozi wa ulimwengu kwa wanadamu wote. Kila aminie atapata uzima wa milele. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, na kuna Wakristo wengi sana wamekwisha kuhukumiwa. Wanasema ni Wakristo kwa mdomo, lakini maisha yao wanaitimiza Torati na sheria na hawaiwezi, kwa sababu katika amri zote ukivunja moja umevunja zote. Nani anaweza akatekeleza amri zote na sheria zote tangu asubuhi mpaka jioni? Tukupe lisaa tu, hata sekunde, wala huwezi. Kama hiyo agano huliwezi kulitekeleza kwa viwango namna hiyo, kwa nini kujitia katika adhabu wakati agano la kwako linalokuhusu lilo jepesi, lenye nila laini,
na mzigo rahisi, unalikataa na kuwa na hofu nalo. Lakini sikulaumu, ni mafundisho ya madhehebu yetu. Madhehebu yetu yametumaliza, yametufundisha huu uongo kwa muda mrefu sana, mpaka leo tuna Wakristo chotara. Hujui hawa ni Wayahudi au Wakristo. Kwenye Ukristo unawaona, kwenye Uyahudi unawaona, sio moto wala sio baridi. Na ndio maana kanisa ni vuguvugu. Kanisa limepigwa ikabodi kwa sababu hatujamshika Kristo kama inavyotakiwa. Hatujampenda Yesu Kristo kama maandiko ya Agano Jipya yanavyotaka. Hatujajitoa. Tunajitoa kwa mashaka, huku amri zikituhukumu kwamba sisi tu wenye dhambi. Hii ni hatari sana. Tofauti ya pili ya Agano la Kale na Agano Jipya ni hii: maagano yalilenga watu tofauti. Nimegusia hapo awali, maagano haya yalilenga watu tofauti. Kaa kwenye agano ambalo kwalo ulilengwa. Ukikaa kwenye agano ambalo halikuhusu, ni sawasawa na kujenga nyumba kwa mkataba wa kujenga choo. Fikiria, umepewa tenda ya kujenga nyumba, lakini mkataba unaosainishwa na kuutekeleza ni wa kujenga choo cha matundu 10. Sasa sijui kama utafika mwisho wa siku. Ukija kuasesiwa utendaji wako, utaonekana umejenga choo badala ya nyumba ambayo ndiyo mkataba ambao mliwekeana. Kama mkataba wako wewe ni Agano Jipya, kaa kwenye mkataba wako. Acha kwenye kuchungulia mikataba mingine. Watu au dini zinachukua mkataba wa Agano la Kale, wana maslahi binafsi huko, kwa sababu Agano la Kale ndio linalipa kuliko Agano Jipya. Agano la Kale lina pesa kuliko Agano Jipya. Agano la Kale unatishiwa. Ukitishiwa ukachimbwa mkwala kwamba usipotoa zaka unakwenda jehanamu, umemwibia Mungu, ukasomewa na maandiko, unatetemeka, unatoa zaka. Agano Jipya hiyo mikwala haipo, kwa sababu zaka sio fundisho la Yesu. Hajawahi kulifundisha mahali kwa mkazo kama anavyoweka sheria lilivyo katika Agano la Kale, wala mitume wake, wala Paulo, wala Petro. Wewe unalitoa wapi katika Agano Jipya? Usijihusishe kwenye maagano ambayo hayakuhusu. Sasa Agano la Kale hili lilihusu taifa la Israeli, na nimesoma ile Kumbukumbu la Torati mara kadhaa, sura ya 5 mstari wa 1 na hadi wa 3. Lakini Agano Jipya, Mungu anafanya Agano Jipya kwa watu wote kupitia Yesu Kristo, kwa neema, bila sheria, bila Torati. Yeremia 31 mstari wa 31 anasema hivi: angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya Agano Jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile, si kwa mfano wa agano lile, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu walilivunja, ambalo agano langu walilivunja. Kumbe walilivunja, ambalo agano langu walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatafundishana kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Na maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Agano Jipya, Mungu hakumbuki dhambi, amesamehe. Nakumbuka maandiko yanasema Agano Jipya Mungu analitabiri hapa na kutoa mpango wake, plani ilivyo, kwamba halitakuwa copy and paste ya agano lile la kale. Hili ni jipya, lina upya,
lina utofauti, halifanani kabisa na agano lile ambalo limepita. Katika Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 6 neno la Mungu nasema, naye ndiye aliyetutosheleza kuwa mhudumu wa agano jipya, si kwa andiko bali wa Roho, kwa maana andiko huua, bali Roho huhuisha. Basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Israeli hawakuweza kukazia uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Anaeleza hapa tofauti ya agano jipya na agano la kale, kwamba agano la kale lilikuwa ni huduma ya mauti, lakini agano jipya ni huduma ya uzima. Ndani ya agano jipya kuna uzima, lakini katika agano la kale kule kuna mawe. Ukitenda dhambi unapigwa kwa mawe. Haya, lakini kiukweli agano la kale liliwahusu Israeli peke yake na mataifa hawakutambulika. Tunasoma haya katika Kutoka sura ya 19 mstari wa 5. Anasema, sasa basi, ikiwa mtaitii sheria yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Mungu anathibitisha mwenyewe hapa katika Kutoka 19 mstari wa 5 kwamba mtakaposhika agano langu. Anaongea na wana wa Israeli. Wewe hupo, anaongea na wana wa Israeli kwamba mtakaposhika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu, mtakuwa zawadi kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme na makuhani wa mataifa yote. Hayo ndiyo maneno aliyowaambia wana wa Israeli, sio wewe, wala si wana wa Israeli wa kiroho. Agano la kale liliwahusu wana wa Israeli. Maana yake nini? Maana yake sheria ziliwahusu wana wa Israeli. Maana yake nini? Amri 10 ziliwahusu wana wa Israeli. Maana yake nini? Sadaka zile zote ziliwahusu wana wa Israeli. Maana yake nini? Sabato iliwahusu wana wa Israeli. Maana yake nini? Tohara iliwahusu wana wa Israeli. Maana yake nini? Sikukuu zote zile za Kiyahudi ziliwahusu wana wa Israeli. Zilitolewa kwa ajili ya wana wa Israeli, na mataifa hawakuwepo kwenye Torati. Mataifa hawakupewa Torati. Tunasoma Zaburi ya 147 mstari wa 19. Anasema, humhubiri Yakobo neno lake na Israeli amri zake na hukumu zake. Hamkulitendea taifa lolote mambo kama haya, wala hukumu zake hamkuzijua. Haleluya! Mataifa, anasema mataifa, hizo hukumu hawakutendewa taifa lingine lolote zaidi ya Israeli. Hizo amri zilikuwa za kwao kipekee. Tuachie ziwamalize wenyewe. Sisi tumepewa agano jipya kwa Yesu Kristo, kwa neema, kwa imani. Waefeso sura ya 2 mstari wa 11, neno la Mungu nasema hivi: kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlikuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono. Mstari wa 12 nasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Sisi hatuna Kristo. Mmefarakana na jamii ya Israeli. Israeli walikuwa hawataki sana, walikuwa wanakatalia sana na agano lao. Wageni wasio na maagano wala ahadi ile. Sisi tulikuwa wageni, hatukuwa na agano lolote, halikututambua. Wewe unaanzia wapi kulitambua agano ambalo halikutambui mpaka sasa? Unajua, nayo hiyo ni hali fulani ambayo mimi nashindwa kuelewa. Kama agano halikutambui, wewe unalitambuaje? Wakati agano linalokutambua lipo, hulitaki, unataka lile sio kutambua. Jamani, kama sio mpango wa adui ili upotee ni nini? Wanaong'ang'ania agano ambalo haliwahusu, huo ni mpango wa adui ili muweze kupotea vizuri, na utakuwa huna udhuru.
Agano Jipya ni agano la wanadamu wote. Tunasoma Yohana sura ya 3 mstari wa 16, nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu. Maana yake hili agano halibagui, ili kila mtu, hata wewe, atakaye mwamini awe na uzima, asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu katika agano jipya amekusudia kila mtu atakaye mwamini Yesu awe na uzima wa milele. Mathayo sura 28 mstari wa 19 na 20 asema, basi enendeni ulimwenguni, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwafundisha kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wanafunzi wa Yesu waliagizwa na Yesu waende duniani kote kwa mataifa yote wakahubiri Injili, ili kila anayemwamini Yesu asipotee na awe mwanafunzi. Marko sura ya 16:15 neno linasema hivi, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Sasa hapa ni kwa kila kiumbe, hata ng'ombe, hata nani, wote wahubiriwe Injili. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Hukumu, ndugu, imeshatoka. Wote wanaomwamini Yesu wameshatangaziwa uzima. Wote wasiomwamini Yesu, wanaamini Torati, wameshatangaziwa hukumu ya kupotea milele. Katika Warumi sura ya 1 mstari wa 16 neno linasema hivi, kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Agano Jipya ni kwa kila aminie. Tunapokea wokovu kwa kuamini. Waefeso 1:14 tulishaisoma mahali, kwa maana yeye ndiye amani yetu. Waefeso sura 2:14-15, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria na amri zile katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Hapa tunaona mambo mazuri kabisa yanatokea. Lakini tuone tofauti nyingine ya tatu. Tofauti ya tatu ya agano la kale na agano jipya ni hii. Agano la kale, mwanadamu ndiye aliyekuwa anamtafuta Mungu, tofauti na agano jipya. Agano jipya ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Kwa hiyo Mungu ndio anamtafuta mwanadamu. Hapo ndio patamu sasa. Tunasoma habari hizi katika Isaya sura ya 55 mstari wa 6. Nasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki na aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Hilo ni agano la kale. Mwanadamu ndiye anayemtafuta Mungu. Mwanadamu ndiye anayemwita Yesu Mungu. Mwanadamu ndiye anayemkaribia Mungu, tofauti na agano jipya. Tofauti. Ukifahamu hili, utaona raha ya kuwa Mkristo, utaona raha ya kumwamini. Zaburi ya 77 mstari wa 2 neno la Mungu linasema, siku ya taabu yangu nalimtafuta Bwana, mkono wangu ulinyooshwa usiku, haukulegea, nafsi yangu ilikataa kufarijika. Kwa hiyo anasema, katika taabu yangu nalimtafuta Bwana. Daudi anasema, Zaburi ya 53 mstari wa 2 anasema, toka mbinguni
Mungu alichungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, ameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Tunaona mwanadamu Agano la Kale anamtafuta Mungu. Nyakati wa Pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuzishika na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Tunaona mwanadamu katika Agano la Kale ni ushahidi wa kutosha kabisa kwamba ndiye aliyekuwa na mzigo wa kumtafuta Mungu. Lakini tofauti katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya Yesu au Mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu. Kitu cha ajabu kabisa. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mimi na wewe katika Ukristo huu ni matokeo ya kutafutwa na Yesu. Hivyo katika Agano Jipya wewe ndiye unayetafutwa. Tafutika, onekana. Tunasoma katika Luka sura ya 19 mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa kitu chochote kilichopotea kinatafutwa. Ndio maana Mungu alimtuma Yesu Kristo kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tunasoma habari katika Yohana sura ya 4 mstari wa 23 kwamba lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabuduo. Mungu ndiye anayewatafuta. Mungu ndiye anayewatafuta wale wanaomwabudu. Tunasoma habari ya mifano kadhaa. Nataka nikupe mifano kadhaa ya Agano Jipya ya Mungu kuwatafuta. Luka 15 tunapata kisa cha kondoo aliyepotea. Akawacha wale 99, akamtafuta ule mmoja, na alipompata akafanya sherehe kubwa. Luka 15 sura 15 mstari wa 8 tunapata mfano wa shilingi iliyopotea. Yule mwanamke aliitafuta kwa bidii, aliacha nyingine zote akaitafuta, alipoipata akafanya sherehe. Mfano wa 3 ni mfano wa mwana aliyepotea. Luka 15:11 alijipoteza, baadaye akarudi kwa baba akampokea. Kwa hiyo ni mfano dhahiri kwamba Mungu anatafuta, ndio kazi yake katika Agano Jipya. Lakini tofauti nyingine ya Agano la Kale na Agano Jipya. Katika Agano Jipya Mungu ndiye anayetoa sadaka ambaye ni Yesu. Kitu cha ajabu sana. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii ni antitype ya Ibrahimu kumtoa mwana wake wa pekee. Mungu katika Agano Jipya anamtoa Yesu kuwa sadaka. Yeye ndiye anayetoa sadaka. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 anasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo, hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Yesu Kristo ndiyo sadaka ya Mungu kwetu sisi. Isaya 61 mstari wa 1 na wa 2, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenipaka mafuta, amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kwa fariji wote wajiao. Warumi 5:8 anasema, bali Mungu aonesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye
dhambi. Tofauti ya 5. Katika Agano Jipya Yesu Kristo ndiye anayeita watu waliolemewa na mizigo. Wakati Agano la Kale mwanadamu ndio alikuwa anamuita Mungu. Muda bado kabisa. Mungu ndiye anayemuita mwanadamu. Mstari wa Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunge kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Yesu katika Agano Jipya ndiye anayeita. Wakati katika Agano la Kale Daudi anasema, katika taabu yangu nalimuita Bwana. Katika Agano Jipya Yesu ndiye anayeita. Kwa hiyo ni juu yako kuitika. Tofauti ya 6. Nisome hili Wathesalonike wa kwanza 5:24 na yenyewe ni nzuri. Anasema, yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Hilo ni Agano Jipya. Lazima tujue. Lazima tukae naye, tusikae kama hakuna kitu kilichofanyika pale Kalvari. Tofauti ya 4. Tofauti ya 6. Katika Agano Jipya Yesu ndiye anayegonga mlango ili afunguliwe aingie. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye pamoja nami. Au wadhani maandiko haya yasema bure? Au nafikiri yameandikwa tu? Sio. Haya maandiko yameandikwa Mungu akimaanisha kwamba katika Agano Jipya ni tofauti. Kumbuka wakati analitangaza Agano Jipya katika Yeremia 31, anasema halitakuwa sawa au kama agano lile la kwanza. Tofauti ya 7. Katika Agano la Kale, matokeo katika agano. Tunaona tofauti katika matokeo ya agano. Katika Agano la Kale lilihusu mwili, wakati Agano Jipya hili ni la kiroho. Agano la Kale lilihusu na mambo ya kimwili kabisa. Wana wa Israeli walikuwepo walipotolewa Misri, walikuwepo kabisa, wakatoka na mizigo yao, wakatembea miaka 40, walikufa kimwili kabisa. Lakini katika Agano Jipya ni kiroho zaidi. Mambo yako kiroho zaidi. Lakini jambo la 8 ninapomalizia, muda wa agano. Katika Agano la Kale kule kulikuwa na mpangilio, ulikuwa na historia, lina historia ya uumbaji, mapatano ya Mungu na Israeli, sheria, Torati, unabii, na hatimaye Masihi anatabiriwa. Katika Agano Jipya lina matukio ya kuzaliwa kwa Yesu, maisha ya Yesu, kifo cha Yesu, kufufuka kwa Yesu, kupaa kwa kanisa kwa Yesu na kuzaliwa kwa kanisa. 9. Agano la Kale lilihusika na sheria. Agano Jipya linahusika na neema. Tunasoma Kumbukumbu la Torati 6:4. Na Agano Jipya linahusika na neema. Warumi sura ya 3 mstari wa 21. Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Mwisho namba 10. Agano la Kale ni ufunuo wa Masihi. Agano la Kale linatoa ufunuo au utabiri wa Masihi, na tunasoma habari hizo katika Isaya 7:14. Kwa maana Bwana mwenyewe atawapa Israeli, tazama ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Isaya 9:6. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, uwezo wa kufalume utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Katika Agano Jipya tunaona utimilifu. Yesu anazaliwa.
Kwa hiyo Agano la Kale Yesu ametabiriwa na ni kama kivuli, lakini katika Agano Jipya unabii unatimia. Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa muhtasari, tunaweza tukasema Agano la Kale ni msingi wa kihistoria na sheria, huku Agano Jipya ni utimilisho wa ahadi za Yesu. Yesu ameahidiwa Agano la Kale, Yesu anatimia Agano Jipya, akitimiza kile kilichotabiriwa katika Agano la Kale na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo wokovu wetu hauko kwenye historia, wokovu wetu uko kwenye uhalisia katika Agano Jipya. Mungu akutie nguvu, usiudharau huu wokovu. Kutumia Agano la Kale wakati wa Agano Jipya ni kuudharau wokovu. Na tunasoma katika Waebrania 2:3, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinena na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Wokovu anaotoa Yesu katika Agano Jipya ni wokovu mkuu ambao haujawahi kutokea, ambao haujapatikana katika agano lolote, kwa mataifa yote, kwa dunia nzima. Ni wokovu mkuu ambao hupatikani kwenye dini yoyote, katika dhehebu lolote. Ni wokovu mkuu usiofananika, usiomithirika. Ukiukosa huu wokovu, umepata hasara milele. Ukiupata huu wokovu kwa kumwamini Yesu, utaokoka milele. Nakupa shauri, mwamini Yesu leo, kuwa Mkristo halisi kwa kuliamini Agano Jipya. Nakupa shauri, soma kwa kina, rudia tena na tena Agano Jipya. Soma, kariri, kwa sababu huko ndiko kwenye uzima wako, kwa sababu huko ndiko kwenye uponyaji wa roho yako, kwa sababu huko ndiko kwenye uzima wako, ndiko kwenye uponyaji wako. Yesu anapatikana Agano Jipya wazi wazi, na Biblia inasema kwamba anapatikana kwa kumwamini. Mwamini Yesu leo, mtegemee leo, nawe utaokoka na nyumba yako. Sante, Mungu akubariki. Kesho nayo ni siku, tutaendelea. Mungu akubariki sana. Amen.